Kipo kitu kimoja ambacho tumekisahau sana na tumekiacha nyuma sana. Sijajua ni kwa sababu ya wale wanaotuelekeza watuambii kwamba kuna hiki kitu cha muhimu sana. Sasa mimi leo natamani nikwambie hicho kitu na cha msingi sana. Na watu wengi wamekuwa wakihamasisha kuhusiana na kutafuta pesa. Tafuteni pesa, umaskini ni mbaya. Ni kweli, ni jambo zuri, wanafanya vizuri sana. Kwa kweli umaskini ni mbaya mno. Ukiwa hauna pesa, kuna namna fulani maisha yako yanaweza yakawa sio mazuri. Na wanatoa mbinu mbalimbali za namna ambavyo anaweza kufanikiwa, ambavyo anaweza akajikwamua kwenye umaskini akafikia mahala fulani. Kwa kweli ninawashukuru wote wale walimu mnaoelekeza mitandaoni, wengine public kabisa. Mungu awabariki sana. Lakini natamani niwaambie kitu kimoja, kwamba kuna kitu tunasahau kuambia hawa watu ambao tunawaelekeza haya mambo. Kitu hicho ni kwamba tunawaambia sana kutafuta pesa, tukisahau akili yao. Ninachotaka kumaanisha kwamba ili kusudi uweze kufanikiwa to the high extent, ni lazima kwanza uwekeze katika wewe, yani invest on you. Ninachomaanisha kwamba kuwekeza kwako wewe inatakiwa uanze na akili yako kwanza. Ni kitu gani ambacho umewekeza kwenye akili yako? Nini ulichopanda kwenye akili yako? Kwa sababu unaweza ukakomaa kutafuta pesa, lakini ukipata zile pesa hauna knowledge ya namna ya kuitumia ile pesa. Unaweza ukakomaa kutafuta pesa, lakini hauna knowledge au hauna ule uelewa ya namna ambavyo pesa ile ukiipata uitumie kwa namna gani. Sasa ninachowasina kuwaomba ni kwamba ni lazima tuwekeze ndani yetu. Na hapa namaanisha sana kwenye maarifa. Yaani hakikisha unawekeza kwenye maarifa. Ndio natafuta pesa ili nifungue biashara. Je, una elimu na hiyo biashara? Natafuta pesa ili niweze kuwa mwekezaji mahala fulani. Unauelewa na hicho kitu unachoenda kukiwekeza? Kwa sababu usipokuwa na uelewa na hicho kitu, matokeo yake ni kwamba utakuja ufanye uanguke, ulaumu. Pesa umepata ndio, umeenda kuwekeza ndio, umeenda kufanya ile biashara ni ndio, lakini ukishindwa kufanya vizuri utapata manunguniko na malalamiko ya kwamba nimewekeza sehemu ambayo ni mbaya. Hasa utaweza kumlaumu mtu ambaye alikwambia wekeza kwenye biashara fulani. Kumbe kitu cha kwanza ulichopaswa kukifanya ni kustudy kwanza area. Ni kwamba mimi nataka kuwa mfanyabiashara wa biashara fulani. Study ile biashara, hii unapokuja kuingia kwenye ile biashara unaelewa A to Z hii biashara ipoje. Kwa hakikisha kwanza akili yako unailisha elimu ya kutosha kuhusiana na hicho kitu unachofanya. Sasa tunapoendelea kuelekeza namna watu ambao wanatakiwa kupata pesa, wanatakiwa kufanikiwa, usisahau kuwaelimisha kuhusiana na wao kuwekeza ndani yao. Hakikisha unawekeza ndani yako kwanza. Utawekeza kwa namna gani? Maana utajifunza, utasoma vitabu, utawasikiliza watu ambao wanaelekeza mambo mbalimbali kwa mtandaoni, wanaoelekeza public utawasikiliza. Pia jifunze hata kwa watu ambao wanafanya hicho kitu. Kama unataka kufanya biashara ya nguo, basi nenda kwa mtu ambaye anafanya biashara ya nguo, muulize, hapa ndugu yangu tunafanyaje ili kufikia hapa. Naye ataweza kukuelekeza, atakuelekeza changamoto zilizopo kwenye biashara, atakuelekeza namna ambavyo biashara zinasimamiwa, atakuelekeza kila kitu. Na hapo ndipo wewe utaweza kufahamu na kuanza biashara yako kwa uzuri kabisa. Hakikisha kwamba unawekeza ndani yako kwanza. Wekeza ndani yako kwanza, itakusaidia sana ili kusudi unapoanza kufanya hicho kitu usianguke kwa namna yoyote ile. Jina langu ni Sadiki Cosmas.